Manchester United wanakwenda kucheza mchezo wao wa 5 wa pre-season kwa kuwakabili Leeds, lakini kuna kitu kikubwa cha muhimu zaidi. Kocha Michael Carrick kwa sasa ana bonge ya tatizo, na kwa mara ya kwanza kwenye pre-season hili ni tatizo ambalo kocha yoyote wa Manchester angetamani kuwa nalo. Kwanza kabisa wachezaji ni kuanza kujitokeza. Santos anataka nafasi katika kikosi cha kwanza. Tielemans anatuonyesha quality alipoingia kwenye mchezo dhidi ya PSG. Lance anamfanya Carrick kufikiria mara mbili. Amadi naye anaendelea kuwa shapu zaidi. Mbeumo anafunga kila mchezo. Bruno, Maino na Rashford wamerudi kwenye kikosi. Je, Manchester watafanya vipi dhidi ya Leeds United? Kuna mambo matano ambayo lazima nikuambie we mshabiki wa Manchester kuelekea msimu ujao, lakini kuelekea mchezo huu, na mambo muhimu. Jambo la kwanza na la tano ni lazima we mshabiki wa Manchester uweze kulijua. Lakini usiache kwenda mjini na twende ride usafiri wa kimtandao. Jambo namba moja, Santos na Tielemans, je, ndio kiungo wapya wa Manchester United? Hebu tuanzie hapa. Andre Santos amekuwa na wakati mzuri kwenye pre-season. Huu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakiwavutia wengi zaidi, sio kwa sababu tu ya performance ambayo amekuwa akionyesha, bali namna anavyocheza na nafasi ambavyo amekuwa akizitumia. Amekuwa akitumika zaidi kama kiungo wa chini, anashuka chini kabisa, anachukua mpira na anaweza kuchukua kutoka kwa defenders kwenda kupeleka mbele, na anaonekana yuko comfortable kabisa kwenye nafasi hiyo. Sasa anaongezeka Youri Tielemans. Kwenye mchezo dhidi ya PSG, dakika chache alizoingia zilitosha kuonyesha quality ya Youri kwenye swala la passing pamoja na scanning, na alikuwa na akili ya ziada. Movement zilikuwa nzuri. Sasa swali linabaki ni kwamba, je, Carrick atawajaribu pamoja dhidi ya Leeds kuona kama watafaa kuelekea msimu ujao? Santos acheze kama namba 6 na Tielemans acheze juu yao, huko Bruno Fernandes awe namba 10. Hapo kuna kitu ambacho kitavutia zaidi. Santos anaweza kusimama chini, Tielemans anaweza kuunganisha timu, na Bruno kama kawaida anaweza kutengeneza nafasi, na hii ni combination ambayo itafanya kazi dhidi ya Leeds. Lakini Carrick pia anaweza kuwa anapata kiungo yake mpya kuelekea msimu ujao. Tutasubiri kuona mechi na Leeds kama anaweza kuwatumia pamoja. Jambo namba 2, Kobbie Mainoo anarudi, lakini je, ataanza? Tukumbuke Kobbie msimu uliopita alikuwa na wakati bora sana. Amerejea kutoka World Cup alikokuwa amepumzika na hakupata nafasi. Hii ni headache nyingine kwa Michael Carrick. Kobbie Mainoo ana quality, lakini Santos amefanya vizuri tangu mwanzo wa pre-season. Je, atacheza? Je, amerejea kwenye rhythm ambayo alikuwa nayo msimu uliopita? Jambo hili linaweza kuwa ni swali jingine kwa Michael Carrick. Je, Mainoo unamuona anarejea moja kwa moja kama mshabiki? Mimi ningesema hapana, anapaswa kupata muda kidogo angalau aweze kufanya mazoezi na wenzake na fitness yake kuweza kurudi, kwa sababu hakupata nafasi ya kucheza katika michuano ya kombe la dunia. Lakini swali hili litabaki kwa Michael Carrick. Ataanza na Santos chini ama ataanza na Kobbie Mainoo? Na Santos akiendelea kucheza ataendelea kutupa ubora, lakini Mainoo analazimika sasa, je, kupigania nafasi ama itakuwaje? Mechi dhidi ya Leeds inapaswa kutuonyesha jambo hili, haswa kwa wachezaji hawa ambao wanapaswa kutumika katika msimu ujao. Kila mmoja anapaswa kuwa na performance ya hali ya juu zaidi ili kupata nafasi. Hili ni swali gumu kwa Michael Carrick na wenzake ambao wanapaswa kukunwa vichwa vizuri ili kuona jambo hili linakuwaje. Lakini jambo namba 3 ni Lance na Amadi. Hawa ni vijana ambao wanaanza pia kumpa Carrick headache. Hili ni jambo la 3 pia la muhimu sana. Lance huyu ni kijana ambaye amekuwa ni moja kati ya story nzuri sana kwenye pre-season. Ana confidence ya hali ya juu, ana quality ya kutosha, na ameanza kuonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa kiwango gani na anataka nafasi kwenye kikosi cha kwanza kuelekea msimu ujao. Hili ni tatizo kwa wachezaji wengine na kwa Michael Carrick. Bruno Fernandes pia amerudi, na Bruno akianza maana yake bwana mdogo atakuwa nje, lakini pia bwana mdogo anaweza kucheza upande wa kulia. Hivyo itamfanya Carrick kufikiria namna ya kuweza kuona namna ya kumpa Lance nafasi ya kucheza katika kikosi cha Manchester ambacho ni kikosi chenye pressure kubwa. Lakini pia Amadi ukimtazama amekuwa sharp zaidi. Mechi na PSG alitoa assist, na ni assist ambayo aliitafuta. Anaonekana yuko fiti zaidi tangu alipotoka World Cup, amekuwa sharp. Hii inaweza kumfanya Carrick kuangalia namna mpya
ya kutengeneza lineup yake, hasa upande ule wa kulia. Nani aanze, nani akae benchi? Shea, Lansey pamoja na Amadi wanagonga vichwa na kumpa maswali mazito Michael Carrick, nini cha kufanya? Jambo namba 4, Bryan Mbeumo. Je, huyu ni mshambuliaji asilia wa msimu ujao ama anatubusti tu? Sasa tumwangalie huyu mtu ambaye amekuwa anafanya mambo yake bila kelele, bila kusema chochote. Bryan Mbeumo amefunga magoli 3 katika michezo 4 iliyopita, na hapo ndipo Carrick anaanza kufikiria namna ya kumtumia. Je, abaki kama mshambuliaji wa kati huku Bruno akiwa anatengeneza zaidi na Amadi akitoka upande mmoja, Tielemans akiendelea pia kufanya kazi ya ubunifu kama ambavyo anatarajiwa kuifanya. Mbeumo ana uwezo mzuri wa kufunga, na kama atarejea katika Mbeumo ana uwezo wa kufunga, na kama atarejea kwenye confidence na kukimbia kwenye nafasi kama alivyofanya mwanzoni mwa msimu uliopita, anaweza kuwa mshambuliaji, na sio mshambuliaji ambaye atakupa magoli mengi, lakini anaweza kufunga 10+. Huyu pia ni silaha nyingine ya namna nyingine ambavyo Michael Carrick anaweza kumtumia. Kama Mbeumo ataendelea na fomu yake hivi dhidi ya Leeds, basi Carrick atakuwa na kitu ambacho Manchester wamekuwa wakikitafuta, mchezaji ambaye anaweza kufika katika maeneo muhimu na kufunga katika mchezo muhimu. Jambo namba 5, kijana wa nyumbani Marcus Rashford amerejea tena Manchester. Je, Manchester wanamhitaji Rashford? Hili ni jambo la muhimu zaidi. Rashford amerejea kutoka Barca ambako hii ni headache nyingine na ni headline nyingine. Kwa mashabiki wamegawanyika, wanajiuliza abaki ama aondoke, lakini nadhani jambo muhimu ni kumpa nafasi nyingine Rashford kama itawezekana, kwa sababu kurudi kwake kwenye kikosi sio kwamba ana nafasi ya kuanza moja kwa moja ama kucheza dakika 90, lakini anaweza kuwa ni squad player ambaye anaweza kuongeza thamani kwenye kikosi cha Michael Carrick. Kama atatuliza kichwa, Rashford anaweza kuwa ni mtu muhimu. Kwenye mchezo dhidi ya Leeds anapaswa kuanzia bench kwa sababu ametoka kwenye World Cup na hakuwa ametrain na wenzake kwa uzuri. Hivyo inaweza kumpa nafasi kuendelea kukaa nje. Ana rhythm ya kufanya vizuri. Ni jambo la kusubiri kuona katika ligi anaweza kufanya nini Marcus Rashford, kwa sababu sasa hakuna timu ambayo inamhitaji. Alipokuwa kwenye kombe la dunia, Marcus alionekana kuwa sharp, na hata alipokuwa kwenye timu ya Barca alikuwa anafanya vizuri. Anaweza kukimbia, anaweza kuikimbiza defense, na tusubiri kuona. Story kubwa ni je, atakuwa na utaratibu ule aliokuwa na Barca? Hapa Carrick anapaswa kuangalia vitu viwili: kucheza na akili ya Rashford, lakini pia kuangalia namna ya kumtumia. Benjamin Sesko anatarajiwa kuendelea kuwa labda nje kwa sababu ya injury, huku wengine wa taarifa zikieleza huenda akarejea kwenye mchezo dhidi ya AC Milan tarehe 15. Sasa mchezo dhidi ya Leeds utatuambia nini? Utatuambia mambo 5. Santos na Tielemans wanaweza kucheza pamoja kama eneo la kiungo. Je, Maino atarudi moja kwa moja kwenye kikosi ama atabidi kusubiri? Lansey na Amadi wanaweza kuendelea kumlazimisha Carrick kupata nafasi. Je, Mbeumo ataendelea kufunga kama ambavyo akifanya? Rashford yuko tayari kuanza safari upya baada ya kurudi Old Trafford? Haya ndio maswali 5 ambayo Carrick ataenda kujiuliza kwenye mchezo dhidi ya Leeds, lakini pia ndio maswali ambayo Carrick ataendelea kuwa nayo katika kuelekea season ijayo. Je, unafikiri Manchester wanaenda kumkanga Leeds ngapi katika mchezo huu? Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na tunaenda mjini na tuende ride. Ciao.